Hujambo mtazamaji wa Sky TV, ni June 14, 2025. Warigani popote pale ambapo upo, karibu katika ulimwengu wa habari. Habari kuu usiku huu: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan asema jiji la Dodoma litakuwa na barabara za kupishana juu kupitia mradi mkubwa ambao umeanza na barabara na uwanja wa ndege wa Msalato. Katika habari za kimataifa, Tehran itawaka moto, makombora ya Iran yakiendelea. Na katika michezo, Waziri Mchengerwa awataka viongozi kuhamasisha mazoezi. Naam, mtazamaji popote pale ambapo natazama, hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema jiji la Dodoma litakuwa na barabara za kupishana juu kupitia mradi mkubwa ambao umeanza na barabara ya uwanja wa ndege wa Msalato. Virginia Paul ana taarifa kamili. Rais Samia amesema hayo leo Juni 14, 2025 alipotembelea barabara ya mzunguko Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3 na kuongea na wananchi akiwa ameambatana na Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB anayemaliza muda wake Dr. Akinwumi Adenisa pamoja na Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete. AfDB ni mdhiri wa mradi huo. Mji huu sasa umekuwa na msongamano wa magari kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu, wakazi, pamoja na kukua kwa shughuli za kiuchumi na kijamii, na hasa kwa kuwa Dodoma ni kiungo cha barabara kuu mbili kama alivyosema waziri. Moja ni barabara ya ushoroba wa kati kutoka Dar es Salaam kupitia Dodoma kwenda kanda ya Ziwa hadi nchi jirani Burundi, Rwanda, Uganda na Congo DRC. Nyingine ni barabara kuu ya ukanda wa kaskazini, yani the Great North Road, inayounganisha mikoa ya nyanda za juu kusini na kaskazini kupitia Arusha, na vile vile ndio barabara inayounganisha Kenya na majirani zetu wa kusini, Zambia na Malawi. Sasa msongamano tunaoshuhudia Dodoma sasa hivi ni dhahiri kwamba tukiuacha uendelee utaleta athari katika biashara ndani ya nchi na ukanda mzima huu nilioutaja. Sasa ili kuondosha kadhia hiyo, tunahitaji kuwa na barabara ambayo itawezesha magari makubwa na madogo yasiyokuwa na ulazima kuingia katikati ya jiji la Dodoma kuweza kuendelea na safari zao, hivyo kupunguza muda na gharama za safari. Vile vile, kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi na kiutawala, wakazi wa jiji la Dodoma wanahitaji urahisi wa kutoka eneo moja hadi eneo jingine ili kurahisisha shughuli zao. Katika kukabiliana na changamoto hizo mbili, serikali ilikuja na mradi huu wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3 ambayo leo tumepata fursa ya kuona maendeleo ya ujenzi wake. Barabara hii ni muhimu sana kwa jiji, mkoa wa Dodoma na kwa nchi kwa ujumla. Ndugu wananchi, kwa kuwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi yetu, inatulazimu kufungua mkoa wa Dodoma kwa njia zote, zikiwemo barabara, reli na anga. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kutekeleza miradi 3,000 iliyoleta mapinduzi ndani ya mkoa wa Dodoma katika kila sekta. Mheshimiwa Rais, mkoa wa Dodoma hautembei, unakimbia. Na unakimbia kweli kweli. Asi kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya dhamira yako ya dhati. Mheshimiwa Rais, nisiseme leo maneno yangu. Naomba niseme maneno ya watu ambao wamekupongeza kupitia mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Rais, hivi karibuni tarehe 27 mwezi wa 5 uliridhia mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao katika nchi yetu ya Tanzania kutembelea mkoa wa Dodoma na kufanya ziara. Katika ziara ile, Mheshimiwa Rais, waliweza kutembelea, walipata habari za Dodoma, miradi yote ambayo unaifanya, maendeleo makubwa yaliyofanyika katika mkoa huu,
lakini pia walipata nafasi ya kutembelea hospitali ya Benjamin Mkapa, ambapo kwa maneno yao walisema, tumetembea Tanzania, tumeona mahospitali mengi. Tuliwatembeza eneo ambalo viongozi wa hadhi zao wanatibiwa pale Benjamin Mkapa. Wakasema hatujaona maeneo yenye hadhi kama hapa Benjamin Mkapa. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Naam, asante Virginia Paul kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa katika mwaka 2025-2026 serikali imepanga kutoa mikopo kwa wanafunzi 252,773 wakiwemo 88,320 wa mwaka wa kwanza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Mindy Joseph ana undani wa taarifa ifuatayo. Ni katika maadhimisho ya miaka 21 ya Jumuiya ya Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu ambayo yamefanyika leo Jumamosi Juni 14, 2025 katika Uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Waziri Mkuu ametoa wito kwa wanavyuo nchini kutokubali kutumika na baadhi ya wanasiasa wenye nia ovu ya kuwavuruga na kulifanya taifa liishi bila amani, huku akiwaasa viongozi wa Jumuiya ya Wanafunzi Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania kuhakikisha wanahimizana kuwa mfano mzuri kwa jamii. Viongozi wa TAHLISO, TAHLIFE, hakikisheni na washauri na kuwahimiza wanavyuo wenzenu kujituma katika masomo yao. Nyie ndio tegemeo la taifa hili. Nyie ndio wasomi ambao mtakwenda kuliongoza taifa hili kisomi. Nyie ndio mtakuwa mfano mzuri kwa jamii. Tambueni kuwa taifa zima linawaangalia, linawategemea, na nyie ndio kioo cha jamii. Sambamba na masomo yenu, hakikisheni kwa hata mienendo na maadili yenu yaendane na usomi wenu. Ustaarabu ni jambo muhimu sana. Unatakiwa kuonyesha kwa mstaarabu na ni mtu uliyeelimika. Kwa hiyo viongozi wa TAHLISO na TAHLIFE, sisitizeni haya maadili kwa wasomi wote. Kwa wanavyuo kutoka taasisi zote za elimu ya juu na kati, endeleeni kujiepusha na vitendo vilivyo kinyume na maadili ya Tanzania. Hivi vitendo tumeanza kuviona siku za hivi karibuni. Sasa wasomi tunawategemea na nyie mtaungana serikali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu zaidi, elimu yenye katazo ya mambo yote ambayo yanakiuka mila, utamaduni, lakini pia desturi yetu wa Tanzania, ili tuwe na maadili ya Kitanzania. Vitu kama ushoga si vitu ambavyo vinakubalika. Mambo ya usagaji, matumizi ya madawa ya kulevya, haya ni mambo ambayo sisi tunaiona yanakiuka maadili ya mtoto wa Tanzania. Kwa upande wake, Naibu Waziri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mhandisi Omar Kipanga amesema wizara hiyo inaendelea na mpango wa kusimamia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 yenye kulenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira. Sera hii inalenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunaendelea kutekeleza kwa ufanisi sera hii, ambapo katika kufanikisha utekelezaji wake tumefanikiwa kuhuisha mitaala na kuandaa miongozo mbalimbali ikiwemo kama ifuatavyo: Mwongozo wa Taifa wa Tuzo na Sifa Linganifu za Kitaaluma, Mwongozo wa Mafunzo Endelevu ya Walimu Kazini wa mwaka 2020. Kwa upande wake, Rais wa Wanafunzi Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania, Geoffrey Kiliba, amesema kuwa taasisi hiyo inaishukuru serikali kwa maboresho makubwa katika sekta ya elimu ya juu, elimu ya mafunzo na ufundi stadi, kuanzia miundombinu, kuongezeka kwa bajeti ya mikopo na kuimarisha kwa mitaala ya usimamizi bora wa vyuo na taasisi za elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa maboresho makubwa katika sekta ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, kuanzia miundombinu, kuongezeka kwa bajeti ya mikopo, kuimarika kwa mitaala na usimamizi bora wa vyuo na taasisi za elimu ya juu.
Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi TAHLISO tuko tayari kushirikiana na serikali katika nyanja zote, kisera, kihamasishaji na kielimu, ili kuchochea maendeleo makubwa zaidi kwa taifa letu. Mindi Josefu, Sky TV. Naam, ni vyema sasa TAHLISO wakawa vizuri zaidi katika kushirikiana na serikali, na kila laheri katika kutimiza miaka 21 toka kuanzishwa kwao. Naam, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amezitaka taasisi nunuzi nchini kuhakikisha kwamba zinatenga asilimia ununuzi wao wa mwaka kwa ajili ya kampuni za wazawa pamoja na makundi maalum. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana undani wa taarifa ifuatayo. Waziri Dr. Gwajima amesema hayo akimwakilisha Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba katika uzinduzi wa kongamano la 9 la ununuzi wa umma la mwaka 2025 jijini Arusha, likiwa na washiriki zaidi ya 2000. Taasisi nunuzi zitenge asilimia ya ununuzi wao wa mwaka kwa ajili ya kampuni za wazawa na makundi maalum na kuhakikisha zabuni zilizotengwa kwa wazawa zinatolewa kwa wazawa kama zilivyokusudiwa. Halmashauri zote nchini zisaidie kuibua makundi maalum ya kijamii katika maeneo yao ambayo yatajipatia fursa zilizotengwa na serikali kwa ajili yao. Na mimi mtu ameniona hapo nikiandika kwa bidii hili agizo la maana linahusu mama shughuli. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amesema baada ya kuanza kutumia mfumo wa NeST kwa kipindi cha miaka 2, zabuni zenye thamani ya trilioni 16 zimefanyiwa kazi. Jumla ya zabuni 2,800,777 zilitangazwa. Jumla ya zabuni afasi 1,174 zilifunguliwa. Vile jumla ya tuzo ya zabuni 1,494 zilitolewa zenye thamani ya trilioni 8.6. Pia jumla ya taasisi nunuzi 1,701 na shule na vituo vya afasi 9,714 zinatumia mfumo na kuchakata zabuni mbalimbali. Hivyo rasmi nipende kusema mpaka sasa toka tumeanza kutumia mfumo wa NeST sasa tunaelekea miaka 2. Zabuni zenye thamani ya trilioni 16 zilifanywa kazi na TAHLISO pewa zabuni katika kategori mbalimbali. Ni kwa viongozi wa taasisi, lakini makatibu tawala na wakurugenzi. Inaweza likawa ombi, lakini naomba nitumie neno tafadhalini. Mwawezeshe wataalamu wa manunuzi kuhudhuria mafunzo mbalimbali yenye kulenga kuimarisha utendaji kazi wao. Mwaruhusu wahudhurie mafunzo mbalimbali yenye kuwajengea uwezo wa kuelewa ajenda za maendeleo ya nchi, ili wanapofanya maamuzi wafanye maamuzi kwa manufaa mapana ya taifa. Katika kuokoa fedha za serikali na manunuzi ya umma, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma imeweza kutatua migogoro zaidi ya 45 na kuleta tija katika miradi ya maendeleo kwa wananchi. Migogoro ambayo tumeitatua nadhani ni mingi sana. Kwa mwaka huu tu nadhani kuna kesi zaidi ya 45 zimeshasikilizwa na kutolewa maamuzi, na zingine bado zipo zinasubiri kutolewa maamuzi. Kwa hiyo mimi nipende tu kuambia Watanzania tuko hapa kwa ajili ya Watanzania wote na tuko hapa kwa ajili ya serikali yetu ya Tanzania. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu ni pamoja na mhasibu wa shule ya sekondari Mwakaleli adaiwa kudhulumu shilingi milioni 19. Naam, karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Mkazi wa Busekelo, wilaya ya Rungwe, Lusanjo Mwansude amemuomba mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homela kuweza kuangalia kati ya madai yake ya kudhulumiwa kiasi cha shilingi milioni 19 na mhasibu wa shule sekondari Mwakaleli aliyomkopesha kwa ajili ya kununua gari na baadaye kukataa kumlipa. Taarifa ya Upendo Kibotile ni hii hapa. Akitoa malalamiko kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya katika mkutano wa hadhara, Lusanjo Mwansude amesema amejaribu kuandika barua kwenye kamati ya shule ili kufuatilia malipo yake, lakini miezi 6 imepita
hajapewa taarifa yoyote. Mheshimiwa, na miaka mitatu mimi nimefilisiwa. Nadai Kandete Primary School milioni 1,600,000. Nadai Busokelo Boys milioni 6. Lakini kila nikienda kudai hizo hela napunguzwa, napewa milioni 1 ambayo hainisaidii. Mwenyewe na mkopo benki na mikopo ya watu binafsi. Mhasibu wa shule ya Mwakaleli amenizumu milioni 19 ambao nilimkopea. Nikaandika barua kwenye kamati ya shule. Sasa hivi na miezi 6 sijaitwa wala hawajaituita. Mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu akamtaka afisa elimu sekondari ya halmashauri ya Busokelo Mwalimu Felista Kibiki kutoa ufafanuzi juu ya madai hayo, na hapa anaeleza. Iko ya namna mbili. Moja, amemkopesha rafiki yake ambaye ni mwalimu. Sasa afisa elimu sekondari yuko hapa. Basi naomba uje utujibu afisa elimu sekondari. Karibu sana. Huyu ni mzabuni. Mimi ninamshukuru. Binafsi tunamshukuru kwa sababu ni kweli alitoa huduma katika shule zetu 2. Lakini mpaka sasa tumekuwa tukiendelea kulipa. Tumekwisha lipa shilingi milioni 2, na leo ninapoondoka Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ofisini nimesaini cheki nyingine ya shilingi milioni 2 kwa ajili ya kupunguza deni hili. Kero nyingine ilikuwa kwa mwalimu wangu wa shule ya sekondari Mwakaleli. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu hawa walikuwa wanafanya biashara kwa pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hili ninalipokea kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ili niweze kulifuatilia kwa karibu. Kufuatia malalamiko hayo, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya Dr. Juma Omera akatoa maelekezo kwa afisa elimu wa wilaya wakutanisha vijana hao ili kuthibitisha tukio hilo. Haki ya mtu ni haki ya mtu, tuweze kupotea. Waite afisa yule kijana huyu na huyo mwalimu ofisini kwako ili kuthibitisha hilo jambo kama ni sahihi au sio sahihi. Na lazima tuone kwenye benki statement. Inawezekana kabisa kuna jambo walizungumza wanatakiwa peane milioni 19 na nipe milioni 19, mimi tutakatana 1 2 3. Kumbe baadaye anamgeuka. Kama mtumishi umefanya jambo kama hilo, maana yake tutakushughulikia kwa kweli. Kama ni umetenda haki au hujatenda haki. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Busokelo, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya Manispaa ya Geita imefanikiwa kuweza kukusanya mapato ya ndani kwa zaidi ya shilingi bilioni 18 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Michael Bundala ana taarifa ifuatayo. Taarifa hiyo imetolewa na Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Geita Fatuma Mwasa, ambaye pia ni Mkuu wa Mkoa wa Kagera, wakati akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la Halmashauri ya Manispaa ya Geita lililoketi kwa ajili ya kujibu hoja za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024, ambapo halmashauri hiyo imepata hati safi. Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Geita Bi Fatuma Mwasa amesema halmashauri hiyo mpaka kufikia Juni 6 mwaka huu 2025 imekusanya bilioni 18.8 za mapato ya ndani, huku akisema halmashauri hiyo mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka huu wa fedha itakuwa imekusanya mapato hayo kwa zaidi ya 100%. Pia niwapongeze kwa kukaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024 na kufanikiwa kupata hati safi. Hongereni sana. Natambua kwamba hati safi haipatikani kwa bahati. Mstahiki Meya, niwapongeze pia kwa namna ambavyo mnaendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri, kwani hadi kufikia Juni 6, 2025 halmashauri yetu ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 18.8 sawa na 94.56 ya makisia shilingi bilioni 19.9 kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Abdalla Komba amewapongeza wataalamu wa halmashauri ya Manispaa ya Geita na madiwani kwa kutimiza majukumu yao. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa kwenye manispaa yetu ya Geita. Na baraza hili kwa kushirikiana na wataalamu wametimiza wajibu wao vizuri. Wajibu wetu sisi tunaendelea kuwaombea dua njema. Baraza la madiwani tunaliombea dua njema, lakini bunge wa jimbo tunaombea dua njema, pamoja na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pia tunamwombea dua njema.
Katibu tawala wa wilaya ya Geita Bi Lucy Beda amewasisitiza halmashauri ya manispaa ya Geita kuongeza uwajibikaji na kuongeza usimamizi katika miradi ya maendeleo. Na mimi nishukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepewa ya kuweza kuongea machache. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi nisisitize tu kwamba tuendelee kuongeza uwajibikaji, lakini vile vile tuendelee kuongeza usimamizi katika miradi ya maendeleo, lakini na ufuatiliaji. Mstahiki Meya wa manispaa ya Geita Constantine Moland kupitia baraza hilo la madiwani amekumbusha juu ya tukio lililotokea hivi karibuni la kusaini mkataba wa ujenzi wa kituo kipya cha mabasi kitakachogharimu shilingi bilioni 19. Tumetoka kusaini mkataba wa ujenzi wa stendi mpya ya bilioni 19. Ni stendi ambayo ni stendi itakayokuwa stendi ya kisasa katika stendi nzuri sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Stendi iliyotuacha nayo kwa kweli ilikuwa inatukosesha amani. Ilikuwa ni stendi ambayo kwa namna nyingine tunaposema manispaa Geita tunakusanya mapato makubwa, lakini mvua zikinyesha tunaona aibu, tunapata ubaridi. Kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala. Asante Michael Bundala kwa taarifa hiyo, na kila laheri katika manispaa ya Geita katika kufikia kwenye malengo walioyakusudia. Mahakama ya Rufani ya Tanzania imetoa uamuzi wa kihistoria kwa kubadilisha vifungu 4 vya sheria vilivyokuwa kikwazo kwa wananchi kufungua kesi za kikatiba zenye maslahi ya umma. Kesi hiyo ya kikatiba namba 134 ya mwaka 2022 ilifunguliwa na wakili wa haki za binadamu Onesmo Ole Ngurumwa kupitia jopo la mawakili liliongozwa na Profesa Isa Shivji, maoni ambao mwanazuoni mashuhuri na sheria na mtetezi wa muda mrefu wa haki za kijamii. Uamuzi huo umetajwa kuwa ni ushindi mkubwa kwa demokrasia, utawala na sheria na utetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, kwa kuwa umefungua milango ya uwajibikaji kwa viongozi wa juu wa serikali kupitia mahakama zao. Tupate taarifa zaidi. Kwanza kabisa nianze kupongeza jopo la majaji walioamua kesi hiyo. Sio kawaida sana kupongeza mahakama inapotoa uamuzi, lakini kwa profesa mwandamizi kama mimi nafikiri naweza nikafanya hivyo, hasa kwa sababu uamuzi wa jana kwangu mimi binafsi ilikuwa ni faraja mkubwa sana. Katika ualimu wangu wa karibu miongo minne, nimewafundisha mawakili wengi sana wa pande zote mbili, mawakili wa serikali na mawakili binafsi, na pia baadhi ya majaji wa mahakama kuu na mahakama rufani. Kwa hivyo naposikia uamuzi uliotolewa jana au uamuzi kama ule, inanipa faraja kubwa sana. Jambo la pili, ningependa kusema kwamba jopo la majaji liliongozwa na Jaji Levira kwa kiasi fulani alitoa uamuzi ambao ulikuwa wa kijasiri, hasa katika mazingira yetu. Uamuzi kama ule hatujawahi kusikia katika miaka zaidi 10 sasa. Kutokana na sababu mbalimbali ambayo sitaingia kwa sababu nitaambia sasa unaingia kwenye siasa. Marekebisho yaliyofanywa mnamo mwaka 2020 katika sheria ambayo inamwezesha mtu kwenda mahakamani pale anapodai kwamba haki zake za msingi zimevunjwa na yeye ameathirika na vunjaji wa haki hizi. Naam, asante kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kinondoni kimewataka wanachama wake wawe watulivu kuepukana na kuleta mgawanyiko wakati wa mchakato wa ndani wa kuwapata wagombea ubunge na udiwani wa chama hicho. Nora Damian
ana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kinondoni, Shaweji Mkumbila, ameyasema hayo wakati wa kupokea utekelezaji wa ilani ya uchaguzi katika wilaya hiyo na kusisitiza kufanya kampeni zenye weledi ili chama hicho kiweze kushinda. Tuwe na utulivu. Tarehe 28 zoezi letu la ndani linaanza. Uchukuaji wa form utakwenda mpaka tarehe 2. Baada ya hapo mdorongo wa vikao utafuata. Hapo katikati lazima tutagawanyika. Sasa niwaombe sana wana CCM, tuendelee kubaki wamoja. Tushindane, tukishindana atakayeshinda ashindi yeye, inashinda Chama cha Mapinduzi. Kinondoni tulishawahi kushindwa. Na kinachosababisha Kinondoni tushindwe inakuwa ni migawanyiko yetu. Kinondoni tulishawahi kupoteza halmashauri, Kinondoni tulishawahi kupoteza majimbo yote mawili. Kwa hiyo tusikubali makundi yakatugawanya yakaenda kusababisha mpasuko utakaosababisha chama chetu kiathirike. Na mtu atakayeteuliwa na chama chetu tuendelee kumpa ushirikiano huyo, kwa sababu ndio huyo chama kimefanya nini? Kimemwamini. Na lazima tujue atakayebeba bendera ya chama hawi fulani kinakuwa Chama cha Mapinduzi. Tusifanye mapendekezo kwa misingi ya urafiki na undugu. Sisi wana CCM tunajua nani wananchi wanamkubali kwenye eneo lake. Tufanye kupitia vigezo hivyo. Tusijiangalie sisi wana CCM peke yetu. Tuangalie wananchi wetu kule wanasema nini kuhusu aina ya wagombea wanaowataka. Naye mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Saadi Mtambule, amesema kutokana na utekelezaji wa ilani uliofanywa katika wilaya hiyo, wana uhakika chama hicho kitavuka salama katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Uwekezaji mkubwa sana Mheshimiwa Rais ameufanya. Sekta ya maji ambayo ilikuwa ni kero, leo hizi si maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kinondoni hii 97.8 tunapata maji. Na kila kata karibu manispaa imefanya kitu pale na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kienda Kigogo kuna kituo kizuri kabisa cha afya na wanatoa huduma nzuri. Ukienda pale Kinondoni pana kituo cha kizuri kabisa cha kisasa. Kwa sekta ya elimu tumefanya vizuri sana sana, kwa sababu miundombinu imejengwa, lakini pia watoto wameongezeka. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunakuwa watumishi bora, sio tu kwa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa wananchi wote wa aina zote. Kwa hiyo free and fair, na ndio kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais kusema kwamba ile tuwe wastahimilivu, tuhakikishe kwamba pia tunatoa kero za wananchi, zile poara za Mheshimiwa Rais. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Na mapumziko mafupi, na mara baada ya hapo katika ulimwengu wa habari tutaingia katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786
88 58 80 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Goodness Gaspar. Chama cha bodaboda na bajaji mkoa wa Dodoma UMAPIDO kimelipongeza jeshi la polisi mkoa wa Dodoma kwa kuwawezesha kuzindua chama cha ushirika wa akiba na mikopo SACCOS ya umoja huo kwa kuwachangia kiasi cha shilingi milioni 1 taslim. Tunachukua nafasi hii kumshukuru kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi George Katabazi, ambaye amechangia kiasi cha shilingi milioni 1 kama mtaji ili kusajili ushirika. Akizungumza katika uzinduzi huo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi George Katabazi, amesema jeshi la polisi mbali na kuchangia fedha za uwakilishwaji wa chama hicho, pia linatambua mchango wa bodaboda na bajaji hao katika kuzuia na kutatua uhalifu katika mkoa huo. Katabazi amesema wazi kuwa bila ushirikiano na wao hawawezi kufanya kazi. Amewasisitiza kutojihusisha na uhalifu wowote na kuishi kwa amani. Aidha, ameongeza kuwa kwa kutii sheria bila shuruti, tutawaheshimu mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya. Tuache kufanya vurugu, tuishi kwa amani. Tukifanya hivyo tutakuwa tunawaheshimisha kwanza mkuu wetu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa, mkuu wa wilaya, lakini pamoja na jeshi la polisi kwa ujumla wake. Sisi polisi wenyewe hatuwezi bila kuwa na nyinyi, ndio maana tunawathamini. Ndio maana na mimi nimeamua kuja hapa kuungana pamoja na nyinyi. Hatuna sababu ya kuanza kukimbizana. Naomba tutii sheria bila shuruti. Sisi sote ni ndugu, tutii sheria. Lakini la pili, niombe sana tukemee uhalifu wa aina yoyote. Pia tutoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni biashara na uchumi. Naam, Godliness Gaspar ndiye ambaye ametupitisha katika biashara na uchumi katika ulimwengu wa habari. Bado endelea kusalia hapo hapo mtazamaji wa Sky TV, na kwa sasa tunaungana naye Pius Jayunga kuweza kufahamu kilichojili katika habari za kimataifa kwenye ulimwengu wa habari. Lakini kwanza mapumziko mafupi.
Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Ninaitwa Pius Ijeyunga. Waziri wa ulinzi wa Israeli ameionya Israeli leo Jumamosi kuwa mji wake mkuu iwapo itaendelea kuvurumisha makombora ya masafa marefu kuelekea Israeli. Waziri Israel Katz ameyatoa matamshi hayo baada ya kufanya tathmini ya uharibifu uliofanywa na mashambulizi ya makombora ya masafa marefu yaliyofyatuliwa na Irani usiku wa Ijumaa na Jumamosi alfajiri kujibu hujuma nzito za Israeli dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia na vituo vya kijeshi. Mashambulizi hayo yamewaua watu wasiopungua 3 nchini Israeli na kuharibu majengo ya makazi kwenye miji kadhaa, hususani mji mkuu Tel Aviv. Katz amesema Irani italipa gharama kubwa kwa kuwadhuru raia wa Israeli. Amemnyoshea kidole cha lawama kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliapa jana Ijumaa kuwa Irani itajibu vikali mashambulizi ya Israeli kwenye ardhi yake. Katika hatua nyingine, Israeli imeendelea kufanya mashambulizi ndani ya Irani, huku ripoti za hivi karibuni zikisema ndege zake za kivita zimekilenga kituo cha kusafisha mafuta cha Irani cha Tabriz. Mikanda ya video imeonyesha wingu zito la moshi limetanda kwenye kituo hicho. Mashambulizi hayo ni mwendelezo wa hujuma za Israeli ndani ya Irani zilizoanza siku ya Ijumaa. Kwingineko, shirika la afya ulimwenguni WHO limeonya kwamba visa vya ugonjwa wa kipindupindu nchini Sudani vinatarajiwa kuongezeka na vinaweza kuenea hadi nchi jirani. Mwakilishi wa WHO nchini Sudani, Dr. Shible Sahbani, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwa njia ya video kutoka Port Sudani kwamba wasiwasi wao ni kuwa kipindupindu kinaenea. Amesema ugonjwa wa kipindupindu umefikia majimbo 13 nchini Sudani, ikijumuisha kaskazini na kusini mwa Darfur ambayo inapakana na Chadi, na kwamba watu 1854 walikuwa tayari wamekufa katika wimbi la hivi karibuni la maambukizi ya ugonjwa huo wa kipindupindu, huku msimu wa mvua ukianza. Sahbani pia amesema wanafikiria kuwa ikiwa hawatawekeza katika hatua za kuzuia na ufuatiliaji kwenye mfumo wa onyo la mapema katika chanjo na kuelimisha watu, nchi za karibu pamoja na eneo hilo zinaweza kuathirika. Na hatimaye, polisi wa India wamesema hii leo kwamba hadi kufikia sasa miili ya watu iliyokwisha patikana katika ajali ya ndege ya shirika la Air India imefikia 279 kutoka katika eneo la ajali. Ongezeko hilo linaifanya ajali hiyo kuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya ajali za ndege katika karne ya 21.
Air India ilisema ndege hiyo ilikuwa imebeba watu 242 kuelekea uwanja wa ndege wa Gatwick jijini London, Uingereza, na abiria mmoja tu ndiye amenusurika. Watu wengine 38 walipoteza maisha baada ya ndege hiyo kuanguka siku ya Alhamis katika eneo la makazi ya raia karibu na uwanja wa ndege. Maafisa walitangaza siku ya Ijumaa kukipata moja ya kisanduku cheusi kati ya viwili vya ndege, juhudi za kutafuta kisanduku cha pili zikiendelea sambamba na zoezi la kuitafuta miili ya watu. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Asante Pius Jayunga katika habari za kimataifa kwenye ulimwengu wa habari. Na sasa tunaungana naye Lai Saidi katika michezo na burudani. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.
Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Hivi sasa ni habari za michezo na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesisitiza umuhimu wa kufanya mazoezi kwa watumishi wa umma na kuwataka viongozi wa mikoa na wilaya kuhakikisha wanashiriki katika mazoezi ya kila siku ili kuboresha afya zao na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Tumeshiriki pamoja ofisi ya Rais TAMISEMI katika mbio hizi za polepole. Na tunatambua kwamba viongozi wetu wa kitaifa ndio waanzilishi ambao wametukumbusha katika nyakati zote kwa sisi watumishi wa umma na Watanzania wote kwa ujumla kushiriki katika mazoezi
pale tunapopata nafasi, hasa muda wa asubuhi, alfajiri, kabla tujaingia maofisini, lakini wakati wa weekend pamoja na nyakati za jioni. Dhamira ya viongozi wetu katika kutuhamasisha kushiriki katika mazoezi haya ya mbio za taratibu au mazoezi ya aina yoyote ni kusudi kwa sisi watumishi kuepuka ubwete na kushiriki katika mazoezi ambayo yatatusaidia kuboresha afya zetu na kutusaidia kuondokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo pengine yanaweza kusababisha nguvu kazi ya taifa kuathirika. Sasa mazoezi haya yanaweza kutufanya kama taifa, kwa sisi watumishi wa umma, afya zetu zinavyoweza kuboreka, maana yake nguvu kazi ya taifa inaimarika. Na kama taifa tunaweza kupata hasara kubwa kwa watumishi wa umma kupata maradhi ya namna hii ambayo yanaweza kuchangia nguvu kazi kupotea au kukosekana katika nyakati za kazi. Kikosi cha Yanga leo kimefanya mazoezi katika uwanja wa KMC Complex kujiandaa na michezo mitatu ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia mchezo wa fainali wa kombe la CRDB Federation Cup. Ali Kamwe, afisa habari wa kikosi cha Yanga, amesema maandalizi yapo vizuri na wanajiandaa kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji wa KMC Complex. Na ni siku nyingine leo ambayo kikosi chetu cha Young African Sports Club kimefanya mazoezi tukijiandaa vizuri na muendelezo wa ligi kuu ya NBC. Tayari ratiba imetoka vizuri na ratiba ambayo haina kipengele. Tuna mechi dhidi ya Tanzania Prison, ndio mechi inayofuatia, na ni mechi ya ugenini, itapigwa katika dimba la Sokoine kule Mbeya. Alafu baada ya hapo tutakuwa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji ambayo kwa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi mechi hii itapigwa katika uwanja wa New Aman Complex kule Zanzibar. Ikumbukwe hizi mechi za mwisho zote zinachezwa kwa muda mmoja kwa maelekezo ambayo wanayatoa bodi ya ligi ya Tanzania. Baada ya hapo tutakuwa na mechi ya Kariakoo Derby siku ya tarehe 25 dhidi ya Simba Sports Club. Baada ya hapo tena tukimaliza ligi tutakuwa na mechi ya mwisho ya kombe la shirikisho la CRDB. Tizi inaendelea hapa, players wako na morali kubwa, na niwaibie tu siri wananchi, tabasamu, furaha, amani imetawala kwenye vifua vya wachezaji wetu, na wako tayari kutupambania kwenye tatu zobakia tuweze kusanya pointi 9 na inshallah tuweze kutetea kwa mara nyingine tena ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC. Kwingineko ni katika kuimarisha vipaji lakini pia kukuza uelewa wa michezo mashuleni. Wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Mbeya wamejitokeza kuonyesha dhamira ya dhati ya kuwa na makocha wa baadaye mchezo wa netball, wakieleza kuwa somo la amali kupitia mada ya netball performance ndilo lililowafungua macho na kuwapa msukumo wa kujifunza zaidi. Salome Paul Tindwa ni mwanafunzi wa Mbeya Sekondari kidato cha pili mkoani Mbeya. Nasomea masomo ya amali, somo la michezo na somo la fani. Ninafuraha kwamba ninapokutana na mechi kama hizi najifunza kutokana na makosa yangu, najifunza kutokana na watu wanavyochezesha pia, kwa sababu tuna wakubwa wetu ambao wanachezesha, tunajifunza kwao. Na malengo ya kufika mbali na malengo ya kuwa mkufunzi mkubwa duniani wa netball, na tamani nikifika huko mbele nianzishe timu yangu mwenyewe ya netball kwa jina langu mwenyewe. Kwa majina naitwa Masaba Kasisi, nasoma Mbeya Sekondari, hiyo shule ipo Mbeya. Mimi kwenye huu mchezo nilivutiwa na mchezeshaji aliyeitwa Sashia, amefundisha kuanzia tuko form 1, na huu mchezo tumefundishwa wakati tunasoma masomo ya amali shuleni. Kwa hiyo tunasoma masomo ambayo yameanzishwa na Mama Samia. Na mtazamaji, tuelekee kimataifa ambapo beki wa klabu ya Real Madrid Raul Asensio amesaini nyongeza ya mkataba mpya kuendelea kuitumikia klabu hiyo mpaka Juni 31, huku miamba hiyo ya Hispania ikijumuisha kifungo cha kuachiwa, yani release clause kwa euro bilioni 1.
Asensio mwenye umri wa miaka 22 aliingia kwenye kikosi cha kwanza cha Real Madrid Novemba 2024 baada ya Eder Militao kupata majeraha na kusimika nafasi yake kwenye kikosi cha kwanza mpaka mwisho wa msimu uliomalizika, na sasa jitihada zake zimepelekea kuongezwa mkataba wa miaka 6 ndani ya kikosi hicho. Tuelekee katika mpira wa kikapu ambapo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 5 BAL mwaka 2025 inatarajiwa kupigwa usiku huu kwenye uwanja wa Sunbet jijini Pretoria nchini Afrika Kusini. Bingwa mtetezi Petro de Luanda kutokea nchini Angola atashuka dimbani kuwavaa Al Ahly Tripoli ya Libya, timu ambayo kwa mara ya kwanza imetinga fainali tangu mashindano hayo yalipoanza rasmi mwaka 2021. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejesha kwake Mariango Mugeta aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Katika ulimwengu wa habari, na sasa ni wakati wa kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Nikaribishe kufuatilia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa maeneo yanazunguka ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na yale ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi yanatarajiwa kuwa na upepo unaovuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Kufuatia hali hiyo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali na mawimbi makubwa, hususani katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na yale yanayopatikana katika mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Hivyo wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo uvuvi pamoja na usafirishaji wanatakiwa kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Usiku wa leo tunatarajiwa kwa maeneo mengi hapa nchini yanatarajiwa kuwa makavu, kwa kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufika nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa Dar es Salaam tunatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma tunatarajiwa kuwa na vipindi vya jua na ukavu katika siku 4 zinazokuja. Mkoa wa Mwanza vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mkoa wa Kilimanjaro vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Wakati kwa upande wa mkoa wa Mbeya vipindi vya ukavu vinatarajiwa kuonekana katika siku 4 zinazokuja. Hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika mkoa wa Morogoro. Kwa upande wa mkoa wa Arusha vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania tuna la ziada hadi wakati mwingine. Asante na uwe na wakati mwema. Utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA na tufikisha tamati ya ulimwengu wa habari. Mtazamaji, tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii kupitia Facebook, YouTube pamoja na Instagram, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Mariango Mugeta. Endelea kufuatilia vipindi vyetu bora kabisa.
Sky TV.